Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tuketi. Asanteni sana. Mashekh mlio hapa, imams, ustad, ndugu Waislamu, assalamu alaikum. Kwanza wacha nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa, nikijua ya kwamba mko katika hali ya maombi na hatutaki kuchelewesha mkutano huu. Kwanza niwakaribishe mara nyingine tena, karibuni katika makao haya ya Rais wa Kenya. Sio leo vile niliwaeleza peke yake, lakini kila wakati mkipata nafasi, karibuni tena. Mnajua taifa letu la Kenya ni taifa ambalo linamcha Mungu, na kwa sababu sote tunakubaliana ya kwamba sisi ni binadamu, lakini kuna Mungu ambaye anaamua mambo. Na mnanijua vizuri sana, vile ndugu moja amesema hapa ya kwamba ilikuwa inasemekana huyu Ruto ni Mkristo sana. Sasa nataka niwaulize, nyinyi mngependa Muislamu nusu-nusu? Si kama wewe ni Mkristo ukuwe Mkristo kabisa, na kama wewe ni Muislamu ukuwe Muislamu, kwa sababu sote tunaamini Mwenyezi Mungu. Katika nafasi mlio nayo ya kufunga na kuomba, mimi nawaomba na nawasihi muombee taifa letu la Kenya. Mtuombee sisi tulio na nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, kwa sababu mbali na kuitwa mheshimiwa ama excellency, bado sisi ni binadamu na tunahitaji Mungu atusaidie ndio tuweze kufanya mapenzi ya Mungu na kutimiza haki kwa Wakenya wetu wote. Jameni, nawauliza tena, muombee taifa letu la Kenya. Nakumbuka mwaka uliopita tulienda pale Nyayo Stadium kwa sababu tulikuwa na kiangazi ambayo ilikuwa imekaa karibu miaka 4 hatujapata mvua ya kutosha. Tukaenda pale Nyayo Stadium tukasema wacha tumuombe Mungu atupatie mvua. Na nyinyi ni mashahidi kwamba kuanzia mwaka uliopita mvua haijasimama, bado inanyesha mpaka wakati huu. Tunamshukuru Mungu. Tulikuwa na matatizo makubwa ya chakula. Hata ingawaje tumeweka mipango nyingi, tumepanga mbegu, tumepanga mbolea, tumepanga haya yote, lakini bila Mungu kutunyunyizia mvua, kazi yetu hiyo yote haingefua dafu. So tunashukuru Mungu. Mnajua tumekuwa na mambo mengi. Chumi yetu ilikuwa katika mahali ambapo hapakuwa pazuri sana. Furaha yangu ni kwamba Mungu ametupatia nafasi, na hata nilisema jana kanisani, tuko na nchi ya ajabu, tuko na nchi ya baraka. Na hiyo baraka itazidi wakati tunamuomba Mungu. So I want to ask you as religious people, as people who believe in God, to continue to pray for our nation. Because Kenya is a great nation. It's a truly blessed country. And it is our responsibility to make it greater. And we have what it takes to take Kenya to the next level. Nataka pia niwashukuru kwa sababu
Mimi kama Mkristo na muamini Mungu, na niliwaeleza ya kwamba askofu wangu alinieleza mimi napenda sana hawa Waislamu, and I wish Christians were as committed to their faith as the Muslims. So you continuously challenge us. The way you believe in God, you challenge us Christians to believe in God the same. In a committed, you make sacrifices, and you are dedicated to doing what is right. So you continue to be an inspiration to me as a Christian when I see what you do as Muslims. And that makes us one community. That makes us one people. Nalishia wambia pale nyuma ya kwamba mtu ambaye haamini Mungu hakuna tofauti na mnyama, punda ama ng'ombe, kwa sababu hana direction. Lakini mtu ambaye anaamini Mungu anajua ako na kiasi, ako na kuelewa, na anajua mambo hayawezi kupita mahali fulani. So I am truly grateful to you as our Muslim brothers and sisters that you believe in God, you pray for our country, and you pray for the unity of our nation. Wacha nirudie, mtanisamehe kidogo kwa sababu kwa Biblia vile mko nayo kwa Qur'an. Na nyinyi mnajua Qur'an na Biblia na achara tu mahali kidogo hapo. Kwa Biblia inasemekana, tunaambiwa kwa Biblia kwa sababu nilikuwa naongea na viongozi wengi hawa. Niko na marafiki wengi Waislamu, very good people. Lakini ilifika mahali wakaogopa. Na waliogopa binadamu, sio kuogopa Mungu. Na kwa Biblia inasemekana kati ya watu hawezi kuenda mbinguni ni watu waoga. Mjichunge msikose mbinguni jameni. Mara nyingi unasikia Muislamu anasema, unajua sisi tunaogopa serikali, tunaogopa mtu. Please, ogopa Mungu. Binadamu ni kuheshimiwa. Kama binadamu hatosheki na heshima unampatia, anataka wewe umuogope vile Mungu unamuogopa, achana na yeye. It is enough to respect other people, but it is only God that we can worship. Ni kweli? Mungu peke yake ndio tutaabudu. Mumeniuliza mambo kadha, and it is befitting that you ask me on some of the issues that you consider are necessary for us at the policy level as leaders kuyashughulikia. Na mnajua ya kwamba kuna mambo tulikubaliana, mengine tumeyatimiza, mengine bado kwa sababu ya mambo tofauti. Kwanza, mumeniuliza maneno ya vetting, na nilisema hapa ya kwamba tunataka mtoto wa Kenya, awe Muislamu, Mkristo, awe anatoka sehemu yoyote ya Kenya, wapate nafasi sawa, and that every child should be treated equally. Ile policy ilikuweko pale mbeleni imebidi tuibadilishe.
And we have now concluded the policy documents. And from the beginning of May this year, in a few days from now, there will no longer be vetting for people who want to get IDs. And I am going to be issuing a policy document to make sure that we have a mechanism that is similar to other Kenyans, so that we don't discriminate on the basis of religion or region. Bado tutakuwa waangalifu kwa mambo ya usalama, lakini that should not be a basis for discriminating against any section of our society. We must live together as the people of Kenya. Jambo la pili, mmesema kuhusu Hustler Fund kwamba ni kweli Wakenya zaidi ya milioni 15, Wakenya zaidi ya milioni 7 consistently wana benefit kutoka Hustler Fund, na pengine kwa sababu ya vile the financial product has been packaged, not many Muslims can participate. It is the first time I am receiving that request, and I want to guarantee that I will process that request. Ili Hustler Fund pia iwe na sharia compliant component, ndio Wakenya wengine waweze pia kuparticipate. Nataka nimuulize Professor, amesema other financial products ya serikali pia ijumuishwe. I would request or ask that if you give me a proposal on, and you have said you have professionals who can work out on proposals on other government instruments that can also be made available and compliant, I would value receiving that proposal so that we can process, because we want to live together as a society and we want to benefit together in the products that we have as a nation. Vile vile tuliongea maneno ya wakfu, na ni kweli tulikuwa na kamati ambayo iliendesha hiyo kazi. Imekwama kwa miezi kadhaa kuanzia hapo nyuma, na kusema ukweli sio Attorney General alikwamisha, ni mimi ndio nilikosa pesa. I must own up. Lakini sasa nimejipanga kidogo, so tumekubaliana na Attorney General, nimempanga namna hii. So in the next 2 weeks mtaona advertisement, alafu tutatengeneza commission ya wakfu, alafu itasimamia mambo yenu tukienda mbele. Kwa maneno ya ndugu zetu wa Nubi, ni kweli they have not been gazetted as a community in Kenya, lakini at the moment hata wakienda kuchukua ID, they are already identified as a community with the national IDs. But I think it is good to complete that process and gazette it formally in accordance with the law as a tribe in the Republic of Kenya. So nafikiri hiyo ndio itakuwa kazi yangu Disemba mwaka huu. Tuanze process, kwa sababu lazima tupeleke mpaka tupate idhini ya bunge. So tutashughulika na hiyo kazi ili baadaye mwaka huu ndugu zetu wa Nubi waungane na Wakenya wengine as a recognized community in the Republic of Kenya. Maneno ya mashule, ni kweli nilikuwa pia juzi nilipata
delegation ya Wakorino walikuwa wamekuja kunitembelea hapa about 10 days ago. Pia wakanieleza ya kwamba hata na wao watoto wao shuleni pia wako na matatizo kwa sababu ya mavazi yao. Mumeongea hapa kuhusu mavazi ya wasichana wetu Waislamu, hijab. Tayari kama serikali tulishatoa mwongozo, tulishatoa regulations. Kuna watu tu wajeuri wachache, sio wengi sana, wachache ambayo bado wanaleta ubaguzi. Waislamu, Wakorino, watu wa madhehebu zingine. But we will do what we have to do as government to make sure that every Kenyan can practice their religion without hindrance, and every child pia wapate nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa kwa sababu ya dini, because it is a right to every child. So mwisho, mimi nataka niwashukuru sana kwa kupata hii nafasi tuungane pamoja. Nataka niwaombe kama Wakenya sote tujue ya kwamba taifa letu la Kenya linatuhitaji, kila mmoja wetu. Ile mipango yote ambayo tuko nayo, nia yetu ni kuhakikisha kwamba tuko na Kenya ambayo tutajivunia sisi sote. Mumesema vizuri, tuko na changamoto ya vijana wengi wanahangaishwa na madawa ya kulevya na ulevi na mambo kama hayo. Kati ya matatizo ya hawa vijana ni wengi wao hawana ajira. So we need to sort out the unemployment problem in Kenya. We have too many young people, in millions, out of school, out of college, out of universities, but they have no opportunities to work. It is the reason why we have the housing program. It is the reason why we are expanding our special economic zones. It is the reason why we are expanding our footprint on digital superhighway with ICT hubs. It is the reason why we are signing bilateral labor agreements with many countries, including UAE, my brother is here, and many other countries, so that we can create opportunities for young people in Kenya to work. Vilevile, kama watu ambao tunaamini Mungu, we should make sure that we leave nobody behind. It is the reason why we have the universal health coverage. Tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itasimamia mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Tutahakikisha kwamba kuna insurance for those who cannot afford, the government will pay for them. For those who cannot afford, bei ya juu, bei yao itapunguzwa, na wale kama sisi ambao tuko na uwezo tutalipa kiwango ambayo inatoshana na mapato na income zetu, so that we can help carry the country together. Mimi tu nataka niwapatie hakikisho ya kwamba nchi ya Kenya itazidi kuwa ni nchi ambayo inaabudu Mungu. Dini zetu zote tutaungana kama ndugu na dada, tukiwa sote tunaamini Mungu. So we are going to be working together in that manner. Nataka niwaulize viongozi hawa wenzangu, vile Deputy President amesema, hizi vita yote ya madawa, vita ya ulevi, sote, hasa viongozi, let us be at the forefront so that we can defeat these ills and we can secure our children
and the future of our nation. Acha niseme jambo moja. Kuna watu kati yetu hapa kwa sababu ya udosi kidogo wanaenda wanavuta kitu inaitwa shisha. Na hiyo shisha iko na madawa ya kulevya. Na hiyo shisha iko na pombe. Sasa niwaulize nyinyi, what moral authority do we have to lecture other people about drug abuse kama sisi wenyewe tuko tumeingia kwa hiyo mtego? Na mimi nawazungumzia kama rafiki yenu, ndugu yenu Mkristo. Tafadhali, the same way I tell all these other people, hii kitu inaitwa shisha, hii iko na kisirani. Mujichunge na mujiepushe so that we don't get addicts pia ya mambo hiyo, na tuelekee barabara ambayo itatusumbua tukienda mbele. Otherwise, muendelee kuchangia katika kupeleka Kenya mbele, na kila mtu alipe ushuru. Sasa nyinyi mnafikiri kwani hii Kenya nitaendesha na nini? Hata mkinita Zakayo, sasa Zakayo inasaidia nini? Wacha tulipe ushuru. Zakayo si jina mbaya. Kuna mtu anaitwa Zakayo na hajauliza ushuru mtu, so there is no problem. Tunaelewana jameni? Ndio tuokoe nchi yetu kutoka madeni. Saa hizi nimechelewa pale jioni leo nikiongea na watu wa IMF, kwa sababu tuko na program ya IMF na wametusaidia, lakini wanatusaidia tukiwa mahali ambapo sio pazuri. So we have to be honest to ourselves. We must live within our means. Tayari nimeambia bunge ile 4.2 trillion ambaye tulikuwa tumetengeneza budget, lazima tuanze kupunguza kwanza, ikuje 3.7, because we must live within our means. Number 2, tarehe 15, 16, 17 tunaketi chini kama taifa la Kenya kuongea mambo ya wage bill. Tunakusanya 2.2 trillion. 1.1 trillion tunalipa mshahara. Bado hatujalipa deni, bado hatujalipa operation and maintenance, bado hatujatuma pesa kwa county, so tunakopa pesa every year, tunakopa 500 billion, 600 billion. Si hii nchi tutaingiza kwa mtaro? So hii kukopa lazima tukomeshe, kwa sababu inasemekana mwenye kukopa ni slave ya ule mwenye anakopesha. Sasa hatutaki kuwa watumwa ya mtu. So we have to be firm. Na mimi nitazidi tu kuambia ukweli mpaka turekebishe hii nchi. Mimi kwa mapenzi ya Mungu nimechaguliwa rais. Na sichaguliwa rais nijaze nafasi ya rais ama nipate mshahara ya rais. Hapana. Nimechaguliwa kubadilisha hii Kenya na kutoa maneno ya hii madeni, tupeleke Kenya mahali pazuri. That's my commitment to you. So nirudie nimalizie pale nilianza, endelea kuombea taifa letu la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, tumpongeze rais mara nyingine. Asante sana Mheshimiwa Rais.